Yes, habari ndugu pioneers, habari za wakati huu. Mimi naomba nijaribu mawazo yangu kuhusiana na private key. Mimi binafsi naona private key na passphrase ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Havina uhusiano wa moja kwa moja. Passphrase ukipoteza passphrase hautaweza kuifikia hazina yako ama ile mali yako, asset zako, hautaweza kuifikia kama ukipoteza maneno 24. Hivyo kitu cha msingi kabisa ni kutunza maneno 24. Pia ni kutunza passphrase. Vyote ni vya muhimu, lakini katika nyakati tofauti. Lakini kitu cha msingi zaidi ambacho ni muhimu kabisa ni kutunza maneno 24 pia, kwa sababu maneno 24 ndio yanakufanya wewe uifungue wallet yako. Sasa mwenyewe tumekuwa mashahidi, tumekuwa tukifungua wallet zetu. Ukifungua wallet yako huwezi kufanya muamala kwani? Yaani umefungua umeingia, huwezi kufanya muamala wowote ule ukatuma au kupokea. Utapokea bila kizuizi cha aina yoyote. Kwa nini passkey sasa? Na wakati huo wewe ukiwa na passkey, lakini mtu ana passphrase zako, asset zako zipo hatarini, kwa sababu mtu anayemiliki passphrase pia anamiliki passkey yako, kwa sababu passkey iko ndani ya passphrase. Yaani ya wallet ukifungua, kwa maana hiyo ni kwamba passkey ni second step. First step ni pale unakapofungua umeingilia wallet yako. Passkey iko ndani yake. Kazi yake sasa hapo, mimi nitaongea kwa ufupi tu. Kwanza nimeonyesha utofauti kuwa kuna utofauti kati ya passkey na passphrase. Kwa maana hiyo ni kwamba passkey ni digital signature kwa uelewa wangu. Yaani passkey ni kama ni uidhinishaji, yaani ni kama muhuri, yaani unagonga muhuri, ni uthibitishaji wa muamala au message ya crypto. Yaani kama message ama data za crypto, na sana sana muamala unapokuwa wewe unatuma muamala naamini koti wameweka hii kwa ajili ya usalama. Passkey ni kwa ajili ya usalama wa miamala yako. Usalama wa miamala yako, kwa mfano ikitokea open minded, watu tunauziana bidhaa, alafu kama mkikumbuka vizuri, sikumbuki vizuri sana mimi, lakini nahisi nakumbuka, yani Mr. MM aliwahi kuongelea, lakini sijajua ni katika mazingira yapi, ila ni anafanana hivi kwamba muamala utakapokuwa wewe mtu amekutumia, umetuma muamala wako, ili umetuma muamala wako ili uweze kupokea bidhaa katika ule muamala, ile bidhaa katika hayo malipo, ili kuthibitisha kwamba wewe umeshapokea mzigo, ni lazima yale kuna kama ile, yani kama unathibitisha kwamba muamala umepokea. Mfano jamani, kama hii passkey kazi yake sasa, hii nitashindwa tu namna ya kukuelewesha vizuri ili unielewe, ila nitajitahidi tu, ni mawazo yangu. Kwa mfano jamani, kama unataka kununua USDT labda OKX, tunawakuta wale
ambao ni mawakala kule. Sawa, unaponunua P2P. Wewe utakapofanya muamala umetuma, atajuaje kuwa wewe umetuma? Public key ni kama ule muamala ambao umeenda, yani ambao yeye anaweza kawa ameuona, lakini kuthibitisha kuwa ni wewe, yani ni wewe, akuhudumie wewe kwenye akaunti yako, nini kifanyike, yani ili aweze kukuingizia, kuthibitisha. Miamala anapokea mingi na muamala ameuona kwenye wallet. Sasa kama muamala ameuona kwenye wallet yake, atamhudumia nani kumpa hizi token? Sasa hizi USDT ni pale ambapo wewe utamthibitishia kuwa ni wewe. Kwa kufanyaje? Kwa kwenda kumtumia taarifa za muamala, una screenshot muamala unamtumia. Umeona hicho kitendo? Ukishamtumia hivyo, si anajiridhisha, ataona kiwango na ule muamala atajua ni wewe ndio anakutumia. Kwa nini wasingekuwa akiona muamala umepokelewa, wallet ameiona na kiasi, kwa nini asikutumia hapo hapo USDT? Anataka uthibitisho wa message. Ni kwa sababu yeye anapokea miamala mingi na muamala umeingia, lakini usalama, ule usahihi wa huduma ni mpaka uthibitisho wa kujua kwamba ni huyu hapa. Mfano mwingine, wewe labda ni wakala, sawa, unapokea miamala, watu wanatoa, wamekuja wateja kama 10, kila mmoja akatoa pale. Alafu mimi nikawa nataka unipe hela. Kuna miamala, mimi nimetoa muamala wa 5,000, lakini kuna muamala wa 200,000. Je, wewe utanipa 200,000 au utaniuliza umetumia jina gani ili uone jina? Kwa hiyo private key itafanya kwa mtindo huo kwamba katika huduma baada ya open mainnet, team wameiweka private key kama sign ama kitu cha yani ni siri yako wewe, ambayo wewe una confirm kuwa aidha muamala umepokea au umetuma. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimeelewa hivyo, na nitashindwa kuelewesha vizuri sana kwa sababu naelewa hivyo. Kama kuna sehemu kidogo utakuwa umenielewa, ndio hivyo nilivyomaanisha mimi kwa namna nilivyoielewa utofauti wa passkey na passphrase.